Karibu msikilizaji na mtazamaji wa chaneli yetu pendwa ya Chimomo Simulizi. Kabla tujaendelea na sehemu ya pili ya simulizi yetu ya Chozi la Mama, na kuomba uchukue sekunde yako moja kubonyeza button ya subscribe hapo chini. Kisha tuendelee na simulizi yetu. Maisha ya Zuhura ndani ya jumba lake la kifahari yakawa kama gereza la kutisha. Kila akijaribu kula chakula cha gharama, harufu ya damu mbichi ilitanda kwenye sahani. Usiku ukawa adui yake mkubwa. Alikuwa akijifungia ndani kwenye chumba chake chenye viyoyozi, lakini ghafla joto la ajabu lilitanda. Alianza kusikia sauti ya mchakacho wa mkaa, sauti ya miti iliyopasuka kwenye moto, na kikohozi cha mama yake alichokuwa nacho wakati akichoma mkaa ili Zuhura apate ada. Siku moja mdogo wake Zuhura wa kiume alitoka chuo kwa kutoroka ili akamtizame mama yake, baada ya kuwa kila akimpigia simu hampati tena. Baada ya kufika kijijini kwao, alishangazwa na kukuta ukimya mkubwa kwenye nyumba yao. Ikabidi amuulize mama wa jirani yao, mama yake yuko wapi? Jirani akamwambia kwa furaha, mama yako alichukuliwa na dada yako Zuhura, alisema ameamua aende akaishi naye mjini. Mdogo wake alishangaa sana, inakuwaje dada anamchukua mama bila kunipa taarifa yoyote? Hivyo basi akaamua kufunga safari na kwenda mjini kwa dada yake ili pia kumsabahi mama yake. Dada, lakini mbona mama simuoni? Mama nimempeleka nje ya nchi mapumziko. Wow, asante sana dada, anafurahi sana. Siku moja Zuhura akiwa bafuni kwake akijitazama kwenye kioo, akaona sura yake inabadilika na kuwa sura ya Bi Maria. Kama ile siku ambayo alichinjwa, macho ya mama yake kwenye kioo yalikuwa kitiririka machozi ya damu na akimnong'oneza, mwanangu, kiti cha dhahabu kina raha gani ikiwa miguu yako imekanyaga moyo wangu? Zuhura alipasua kile kioo kwa ngumi, akilia kama kichaa. Baada ya lile tukio, Zuhura alichanganyikiwa sana. Hakujua nini cha kufanya. Ikambidi afunge safari na kurudi tena kwa babu wa Mapango na kumuelezea kila kitu ambacho kinatokea kwenye maisha yake sasa. Baada ya mazungumzo marefu, babu wa Mapango akampa mbinu ya kufanya ili kuondokana na mzimu wa mama yake. Zuhura alirudi nyumbani usiku huo na hakukaa ndani. Alitoka na gari lake bila kujua ndani ya buti la gari lake alikuwa amejificha mdogo wake. Zuhura aliendesha gari lake kwa kasi ya ajabu na kutokomea nje ya mji mpaka alipofika sehemu aliyoitaka. Akashuka kwenye gari na kuanza kutafuta mti aina ya mlonge. Baada ya kuuona, alirudi kwenye gari na kubeba bakuli lililojaa damu ya mbuzi. Na bila kujua kuwa mdogo wake alikuwa akimchungulia kila alichokuwa akikifanya, alipofika kwenye ule mti akaona kivuli karibu yake, kivuli cha mama yake, na akaanza kuongea nacho. Nyamaza Maria, nimekupa kila kitu, kwa nini unanifuata? Baada ya kuongea hivyo, alinyanyua ile damu juu na kuimwaga pale katika shina la mti. Hamisi alikuwa ameshuhudia kila kitu ambacho dada yake alikifanya pale kwenye ule mti. Lakini kwa wakati huo hakuwa na cha kufanya. Alikuwa ameshikwa na uoga mkali na mwili wake wote umekufa ganzi kwa kile alichokiona. Akajiuliza maswali. Kwa nini dada anakiita kivuli kile Maria? Na kwa nini anasema kiache kumfuata? Ina maana dada amemuua mama? Usiku ule ulikuwa mgumu sana kwa mdogo wake na Zuhura. Lakini alijiambia moyoni, ni lazima nitajua ukweli. Siku iliyofuata ilikuwa ni siku ya kuadhimisha miaka 10 ya chama chake. Zuhura aliteuliwa kuwa msemaji mkuu. Uwanja wa taifa ulifurika watu. Viongozi wa mataifa ya nje pia walikuwepo. Zuhura alipanda jukwani akiwa amependeza kwa vazi lake la thamani, lakini ndani ya moyo wake alikuwa anasikia kama mtu anafagia kwa fagio. Alipoanza tu kusema, ndugu wananchi, harufu ya mkaa ulioungua ilianza kutanda jukwani. Hakuna mtu mwingine aliyenusa harufu hiyo isipokuwa yeye peke yake. Ghafla aliona nzi wa kijani, nzi wa chooni wakianza kumtoka mdomoni kabla ya maneno. Zuhura alijaribu kuendelea, serikali yetu imejipanga. Lakini badala ya sauti yake ya mamlaka, kipaza sauti alikisikia kikitoa sauti ya Bi Maria akilia, mwanangu, njaa inaniuma, mkaa huu ni mzito sana. Umati ulianza kunong'ona kwa sababu Zuhura alianza kuongea maneno yasiyoeleweka. Rais alimgeukia msaidizi wake kwa wasiwasi. Zuhura alijihisi mwili wake ukianza kuchemka. Alianza kuvua koti lake mbele ya kamera na televisheni zilizokuwa zikirusha matangazo mubashara.
kuna moto, mama ananichoma na mkaa. Zuhura alipiga kelele, alianza kurukaruka jukwaani kama mtu aliyechanganyikiwa au aliyeshikwa na kichaa. Walinzi walijaribu kumshika, lakini Zuhura alikuwa na nguvu za ajabu. Alianza kurarua nguo zake mbele ya umati. Chini ya suti yake ya gharama, watu walishangaa kuona ngozi yake ikipata mabaka ya majivu kama kwamba alikuwa akilala kwenye tanuri la mkaa. Katika kilele cha kuchanganyikiwa huko, Zuhura alimuona ndugu yake Hamisi akiwa amesimama upande wa waandishi wa habari, ameshika kilemba cha mama yao alichokipata kwenye gari. Hamisi, mwambie mama anisamee, mwambie nitamrudishia koo lake. Zuhura alipiga magoti na kuanza kuramba vumbi la jukwaa huku akitaja siri. Babu, ulisema damu ya mama itanipa kiti hiki, mbona sasa kiti kinaungua moto? Siri ilikuwa wazi. Umati ulipigwa na butwaa. Waziri mwenye nguvu alikuwa amejivua nguo kisaikolojia na kimwili. Alikiri mwenyewe kuwa mchawi na kuwa muuaji wa mama yake. Tangu ile siku Zuhura alichanganyikiwa kabisa na kuwa kichaa. Akapelekwa hospitali ya vichaa Mirembe. Na Zuhura hakuwahi tena kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Alijikuta akitoroka hospitali ya vichaa na kuanza kusafiri kwa miguu kurudi kijijini kwao Mloa. Alitembea kilomita nyingi sana, miguu yake ilipasuka na kutoa damu. Miguu yake ikafanana kabisa na ya mama yake alivyokuwa akiteseka zamani. Alipofika kwenye lile shamba ambalo mama yake alikuwa akifanya vibarua, alianguka chini. Aliona kivuli cha Bi Maria kikisimama mbele yake, kikiwa na uso wa upendo na huzuni. "Mama, nisamehe," Zuhura alinong'ona kwa pumzi ya mwisho. Kivuli kile hakikusema neno. Kilimfunika kwa kanga yake ya zamani. Zuhura alifia hapo hapo kwenye ardhi kavu ya Mloa. Utajiri wake wote, madaraka yake na jina lake vilifutika kama moshi wa mkaa. Hamisi mdogo wake na Zuhura alibaki kijijini akitunza kaburi la mama yake na la dada yake, akisimulia kila mpita njia. Usikanyage kichwa cha aliyekubeba ili kufikia nyota, kwani nyota ikizima utaangukia kwenye mikono ya yule uliyemsaliti. Na mpaka kufikia hapo tumefikia mwisho simulizi yetu hii ya Chozi la Mama. Tukutane tena kwenye simulizi nyingine. Please na kuomba usisahau kusubscribe, kulike na kuacha komenti yako.